Karibu tena katika ulimwengu wangu wa movie, mtu pekee au mmoja kati ya mtu ambaye nakwambia movie katika lugha ya Kiswahili. Na leo nakuja na movie ambayo inafahamika kwa jina la Avengers Doomsday. Wewe kama ni mpenzi wa movie kutoka Marvel Studios kama mimi, ngoja nikwambie kitu kimoja kuhusiana na hii movie. Kwanza kabisa leo nitaeleza hii movie katika namna tofauti. Sitoi hadithi lakini nitajaribu kuichambua hii movie ili tuweze kuelewana kutokana na namna mimi nilivyoielewa. Hii movie inaelezea swala zima la multiverse, kitu ambacho kilitambulishwa katika movie ya Spider-Man No Way Home. Kama unaweza kuangalia movie ya Spider-Man No Way Home, pale ndo kurasa wa multiverse ulipoanza kufunguliwa, umeona. Kwa kama multiverse haujui maana yake ni nini, labda nikueleze tu kwa hapa kabla sijaendelea mbele. Multiverse ni dunia. Ukisema universe ni dunia moja, ukisema multiverse ni michanganyiko ya dunia tofauti na maanisha ulimwengu tofauti. Kwa hiyo multiverse, ukisikia neno multiverse inaonyesha linaelezea kuhusu ulimwengu au dunia tofauti ambazo sipo ndani ya kitu kimoja. Kwa hiyo sasa Doomsday inaendelea katika mwongo ule kuhusiana na masuala ya multiverse. Katika Doomsday utakutana na multiverse 3 ambazo multiverse hizo ni multiverse ya X-Men, multiverse ya Avengers, lakini pia kuna multiverse ya Loki. Sio, unanielewa? Kwa hiyo sasa katika hii movie multiverse hizi 3 zinakutana pale, zina collide. Zinavokutana na collide, sasa kitu kinachokuja kutokea ni kwamba multiverse moja lazima itakufa na multiverse moja lazima itabaki. Kwa sasa wale ambao wapo katika multiverse ambayo imekufa lazima watatafuta na sehemu ambapo watahitaji kuishi. Kwa hiyo katika hii movie sasa metafaruko inakuja kuingiliana hapo, kwa sababu multiverse moja lazima ife na multiverse nyingine lazima iishi. Kuna multiverse 3. Multiverse ya X-Men, multiverse ya kwetu ambayo ni S616, lakini pia multiverse ya Loki. Sio, unaelewa hapo? Kwa hiyo sasa katika hii movie utakuja kufahamu kwamba kuna watu ambao wamehusika huko ndani ambao kidogo binafsi, kama wewe ni mfuatiliaji wa movie wa Marvel utakuwa umeshangaa. Kama ukiangalia picha kianza na kuonyesha kwamba Loki yupo, kitu ambacho mimi mwenyewe nimeshangaa, kwa sababu Loki ukiangalia ukifuatilia kwa makini katika Infinity War, Loki alikufa pale akiwa yupo na Thanos, lakini pia alimwambia baadhi ya maneno kwamba dunia, alimwambia kuna maneno fulani alimwambia, swali kidogo nimesahau, lakini alionekana akiwa amekufa kwenye Infinity War. Sawa. Lakini pia cha ajabu unakuja kushangaa kwenye hii trailer ya Doomsday, na muona mtu kama Loki pale ndani. Anyway, labda kuna kitu hapo ndani. Ngoja, hilo sio swala. Sasa kitu kingine ambacho kwenye trailer ya Doomsday kimenishangaza ni kumuona Steve Rogers, yule ambaye tulikuwa tumemzoea, yani yule Captain America mwenyewe, kuonekana katika hii movie. Kitu ambacho mimi mwenyewe nimeshangaa. Kwenye scene ya mwisho kabisa katika trailer utamuona akiwa ameenda katika universe ya X-Men walipo, kufika kule akamkuta Steve Rogers, muona. Baada hapo akashangaa, lakini akajaribu tu kumtest kwamba ndo kama ni yeye, amempa ile nyundo ili aivute, lakini cha ajabu zaidi ile Steve Rogers aligusa, na alivyoigusa ile nyundo, muona. Kwa hiyo aliamini kwamba yule ndo mwanae kutokea kipindi kile. Sasa kitu fulani hivi amazing. Lakini pia kitu ambacho chingine nimekishangaa katika hii movie ni swala zima la kumuona Shang-Chi. Bwana, Shang-Chi ni mtu ambaye anatoka katika universe ambayo sisi tupo, universe ya 616 ambayo ni universe ya S, ambapo pia Avengers wanapatikana huko. Kwa hiyo bandani kuna kitu ambacho kidogo kimenishangaza sana. Sawa. Okay, baada yote kuna kitu ambacho kielewe kwamba movie nzima ya Doomsday mimi ninavyoona inaenda kuelezea kuhusiana na swala zima la yani main atakuwa sana, kwa sababu ukijaribu kuchambua hii trailer utakuja kugundua kwamba ndo amebeba story nzima ya hii movie ya Doomsday. Lakini pia kitu ambacho sijakipenda au sijajua kwa nini hawajakifanya ni kutoa na watu ambao
tumewazoea kama vile Spider-Man, kutomwona Doctor Strange, kutoona wengi, yani wengi ambao tulitegemea kuwaona kama Captain Marvel na wengine. Kwa hiyo ni kitu ambacho mimi binafsi nimeshangaa kimekuaje, lakini nadhani kutokuwepo kwa kuna sababu maarufu, kuna sababu ambayo ipo, ndio maana hawajaonekana. Maybe itakuja kutoka trailer tu ya Doomsday, au tutajua kwa mbeleni itakuwaje. Kwa hiyo ngoja tuone movie itavyokuwa, lakini binafsi Marvel wametisha sana kwenye hilo. Labda kama nitakuwa nimeacha kitu, basi tajaribu siku nyingine nikipata time niwaambie, maana nimepita tu.